Usiingie katika chumba namba 12. Huko kuna siri itakayokufanya utamani ardhi ipasuke, ukimbilie kaburini. Leo tunaiangalia simulizi ya Musa, kijana aliyekuwa na nguvu za nyati, lakini mfuko wake ulikuwa na tundu la umaskini uliokithiri. Musa alikuwa akiishi katika mtaa wa mabanda, mahali ambapo harufu ya majitaka na moshi wa mkaa ndio ulikuwa wimbo wa kila asubuhi. Kila siku aliamka na shati lake moja lililopauka, akitafuta vibarua vya kubeba zege ili apate angalau shilingi 2,000 ya kumnunulia mama yake uji. Mama yake Musa alikuwa kitandani, kifua kikilia kwa pumu kama filimbi iliyopasuka, akisubiri kifo kwa kukosa dawa. Siku moja bahati ilimwangukia Musa, au angalau alidhani ni bahati. Alipokea simu kutoka kwa mtu mmoja mzito, tajiri Fahad. Fahad hakuwa tajiri wa kawaida. Alikuwa ni mtu ambaye majumba yake yalikuwa na kuta ndefu kiasi kwamba hata jua lilichelewa kuchomoza ndani ya uwanja wake. Musa alipewa kazi ya kuwa mfanya usafi wa ndani. Siku ya kwanza Musa anaripoti kazini, alipigwa na butwaa. Jumba la Fahad lilikuwa kama ikulu ya mfalme. Sakafu iling'aa kama kioo na kuta zilipambwa kwa picha za dhahabu zilizokuwa na macho yanayokufuata kila unakopita. Fahad, mtu mrefu aliyekuwa akitembea kwa madaha na harufu ya manukato yanayokata hewa, alimwita Musa sebuleni. "Musa," Fahad aliongea, sauti yake ikiwa nzito kama mwangwi wa pango. "Kuanzia leo, hapa ndiyo kwenu. Utakula unachotaka, utalala kwenye chumba chenye kiyoyozi, na mshahara wako utakuwa ni mara 10 ya kile ulichokuwa unapata mtaani. Lakini nina sharti moja ambalo ukilivunja, huo ndio utakuwa mwisho wako wa kufanya kazi hapa kwangu." Fahadi alinyoosha kidole chake kuelekea ghorofani, kwenye mlango mmoja uliotengenezwa kwa mbao nyeusi ya ajabu. "Ule mlango kule juu, chumba namba 12. Hicho ni chumba changu cha siri. Usisogee karibu, usigonge hodi, na hata ukisikia kelele za ajabu zikitokea humo, ziba masikio yako na uendelee na kazi. Umenielewa?" Musa aliapa kwa jina la Mungu kuwa hata usogelea mlango ule. Miezi 3 ya mwanzo ilikuwa ni pepo ya duniani. Musa alinenepa, ngozi yake ikawa nyororo, na mama yake sasa alikuwa akitibiwa na madaktari bingwa. Lakini udadisi ni mnyama anayekula akili ya binadamu polepole. Kila usiku wa manane, Musa alikuwa akisikia sauti za ajabu zikitokea ghorofani. Haikuwa sauti ya binadamu, ilikuwa ni sauti ya kitu kizito kinachojikokota sakafuni, kikifuatiwa na sauti ya vitu vizito vinavyodondoka. Paa, paa. Musa alijiuliza, bosi anafuga nini kule juu? Je, ni majini au ni mashine ya kutengeneza hela? Siku ya mtihani ilifika. Fahadi alitangaza safari ya dharura kwenda Dubai na angerudi baada ya siku 5. Musa alibaki peke yake kulinda jumba lile kubwa. Siku ya kwanza alijizuia. Siku ya pili, hamu ilianza kumkaba koo. Siku ya 3, akiwa anapiga deki korido la ghorofani, alijikuta amesimama mbele ya ule mlango mweusi wa chumba namba 12. Kwa mshangao, mlango ulikuwa umeachwa wazi kidogo. Mwanya mdogo sana ulikuwa ukionyesha giza la ndani. Harufu ya ajabu ilianza kutoka, harufu ya manukato makali. Musa alimeza mate. Bosi hayupo, naingia mara moja tu nione kilichomo, kisha natoka, alijisemesha. Kwa mkono unaotetemeka, alisukuma mlango. Ndani kulikuwa na baridi kali kama chumba cha kuhifadhi maiti. Musa aliwasha tochi ya simu yake, na hapo ndipo damu yake ilipoganda. Katikati ya chumba kile kulikuwa na kitanda kikubwa cha rangi nyeupe, na juu yake kulikuwa na nyoka wawili wakubwa wa kutisha. Mmoja alikuwa mweusi kama lami, na mwingine alikuwa wa kijani kama zumaradi inayong'aa. Nyoka wale walikuwa wamejikunja,
na kile kilichokuwa kikitokea mbele ya macho ya Musa kilikuwa ni maajabu ya dunia. Nyoka yule mweusi alikuwa akifungua mdomo wake mpana na kutema mabunda ya noti za dola, huku yule wa kijani akitapika vipande vya dhahabu safi. Pesa zilikuwa zimetapakaa sakafuni kama uchafu. Akili ya Musa iliruka, hofu yote ilitoweka na nafasi yake ikachukuliwa na tamaa. Hapa kuna mabilioni, nikichukua bunda moja tu, bosi hatajua. Musa alinyata kuelekea kitandani. Wale nyoka walikuwa wamefumba macho, wakionekana kuelemewa na mzigo wa pesa waliokuwa wakitapika. Musa alinyoosha mkono wake haraka, akalenga bunda kubwa la dola lililokuwa ukingoni mwa kitanda. Lakini alipoigusa tu ile pesa, hali ya hewa ilibadilika. Baridi ya chumbani ilitoweka na kuwa joto kali la ajabu. Wale nyoka waliacha kutapika hapo hapo. Kwa kasi ya radi, nyoka yule mweusi alifumbua macho yake ya njano yaliyokuwa na ghadhabu ya kishirikina. Kabla Musa hajarudisha mkono, mkia mzito wa nyoka yule ulimfyatua miguu na kumwangusha chini kifudifudi. Musa alijaribu kupiga kelele, lakini sauti iligoma. Aligeuka na kuanza kutambaa kuelekea mlangoni akilia, "Bosi, nisamehe, sitarudia." Lakini nyoka wale walishashuka kitandani kwa ulaini. Nyoka yule wa kijani alimzunguka Musa kifuani, akimbanika pumzi, huku yule mweusi akifungua mdomo wake mpana mbele ya uso wa Musa. Safari hii mdomoni hakuwa na pesa, kulikuwa na giza nene na harufu ya kifo. Musa alihisi mifupa yake ikivunjika mmoja baada ya mwingine, huku akimezwa polepole kuanzia miguuni. Alipambana, alikwarua sakafu mpaka kucha zake zikang'oka, lakini nguvu ya kishirikina ilimzidi. Dakika chache baadaye, kichwa cha Musa kilipotelea kooni mwa nyoka yule na chumba kikarudi kwa kimya. Fahadi alirudi kutoka safarini na kupanda gorofani moja kwa moja. Alipofungua mlango, aliwakuta nyoka wake wakiwa wamevimba matumbo, wameshiba sana kiasi cha kutoweza hata kutikisika. Pesa mpya zilikuwa zimetanda sakafuni. Fahadi alitabasamu, akawapapasa wale nyoka kichwani kwa upendo. "Asante Musa, ulikuwa mfanyakazi mzuri, lakini tamaa yako ndiyo imekuwa chakula cha utajiri wangu." Ndugu msikilizaji, methali ya wahenga haikukosea. Tamaa mbele, mauti nyuma. Usitamani maisha ya watu wa ndani, maana hujui wanalala na nini kitandani. Ridhibika na kidogo chako chenye amani kuliko kutafuta mlima wa dhahabu wenye sumu ya kifo. Kama umepata fundisho, gonga like na usubscribe kwa simulizi nyingine za kutisha.